majina naitwa ndugu Ramadhani Pontian Mionga, ni afisa sheria mwandamizi kutoka Kurugenzi ya Ustawi na Huduma Jumuishi ya Kifedha, ambao ndani yake kuna idara ya kumlinda mlaji wa huduma za kifedha. Tupo kwenye kibanda hapa kutoa elimu kwa wananchi, kueleza namna gani ambavyo tunaweza kuwasaidia wateja wote wa taasisi za fedha ambao taasisi ambazo zimesajiliwa na Benki Kuu ya Tanzania. Tumeweka utaratibu, kuna dirisha la kidijitali ambapo unaitwa Sema na BOT. Sema na BOT unaweza kuipata kupitia Google au App Store kwa kupakua, au unaweza kuingia kwenye website yetu ya Benki Kuu ambayo ni www.bot.go.tz. Ukiingia utapata segment huko chini inasema Sema na BOT. Ukiklik itakupa nafasi ya kuingia kwanza kama unavyoingia kwenye social platform, then baada hapo utawasilisha malalamiko yako. Aidha pia tuna toll free numbers kwa wananchi yote akiwa na migogoro, kwa ajili kupata ufafanuzi namna ya kuingia kwenye mfumo wetu Sema na BOT. Anaweza akapiga namba 0800111100. Kwa kufanya hivyo tunamsaidia. Lakini wananchi ambao tunaweza kuwasaidia ni wale wote ambao walipata au wanapata huduma katika taasisi za fedha zilizosajiliwa na Benki Kuu. Tunawahimiza wananchi kuto kujihusisha na taasisi za fedha ambazo hazijasajiliwa, kwa sababu zikiwatendea makosa tutashindwa namna ya kuwasaidia. Ila sasa kwa mwananchi ambaye amepata matatizo kwenye taasisi ya fedha, cha kwanza natakiwa awasilishe malalamiko yake kwenye taasisi ya fedha na aipe taasisi ya fedha muda wa kushughulikia. Kwa mujibu wa kanuni ya 2019 iliyofanywa mabadiliko 2025, imempa taasisi ya fedha muda wa siku 14 kushughulikia mgogoro. Na ndani ya siku 14 hizo mteja au mwananchi ana nafasi ya kuipa taasisi ya fedha kipindi cha uvumilivu. Kwa hiyo asipopata majibu mazuri kutoka taasisi ya fedha, siku 14 zimepita, ndio pale tunamwambia aje katika mfumo wetu wa kupokea malalamiko wa TEHAMA ambao ndio Sema na BOT, unapatikana kwenye Google au App Store au kwenye website yetu. Akifanya hivyo tunamsaidia. Kwa hiyo tunawashauri wananchi wasijihusishe na taasisi za fedha ambazo hazijasajiliwa na Benki Kuu ya Tanzania. Naitwa Mwile Kauzeni, Senior Principal Bank Officer kutoka Benki Kuu ya Tanzania katika Kurugenzi ya Usimamizi wa Taasisi za Sekta za Fedha. Katika sekta za fedha tunasimamia mabenki, tunasimamia microfinance institutions, tunasimamia bureau de change na financial institutions zinginezo ambazo kama TIDBs ambao unaita development banks, pamoja na EFTA ambao watu wanapewa mikopo kwa njia ya vifaa. Kuna Scania pia kuna PASS. Katika usimamizi wa hizo institution, kwanza wanatakiwa kupata leseni kutoka Benki Kuu. Hawezi kufanya kazi bila leseni, na wakipata leseni hizo lazima waendane au tuseme comply na kanuni, sheria za usimamizi au directives za kufanya kazi za biashara ya fedha. Pia katika shughuli za usimamizi wa fedha, wananchi wanatakiwa kwanza, wakiwa na shida ya kupata mikopo ili kuendeleza uchumi wao au uchumi wa nchi, wanatakiwa kwanza wazitambue hizi financial institutions ambazo zimesajiliwa na Benki Kuu. Na ili kuweza kuzitambua wanatakiwa waende kwenye website ya Benki Kuu www.bot.go.tz. Wakienda huko wataona aina ya mabenki, wataona pia financial institutions zingine au na microfinance pamoja na bureau de change. Kwa hiyo ni mwananchi mwenyewe anatakiwa awe makini katika uchaguzi wa institution ambayo anaona inamfaa. Na katika kujua hizo financial institutions, inatakiwa pia ajue mikopo ni aina gani au product ni aina gani ambazo zinatolewa na hizo financial institutions. Akishajua hiyo mikopo ni aina gani, anaweza kuchukua hiyo mikopo kutoka kwenye hizo financial institution, lakini lazima ajaze fomu na ajue agreements, kwa sababu kwenye kuchukua pesa au kupewa mkopo wa pesa lazima kunakuwa na agreement. Na agreement maana yake nini? Kwenye agreement kunakuwa na terms na condition ambazo mteja anatakiwa afahamu na ajue wajibu wake wa kurudisha marejesho. Na pia kwenye hizo agreement ni kwamba institution inafahamu
wajibu wake pia. Kwa kila mtu, pande zote mbili zinakuwa inajua kila mtu wajibu wake ni nini. Tamko kwa wananchi, tunawakaribisha sana wananchi waje kwenye hizi financial institutions wapate hizo product ili wakafanya shughuli zao za uchumi katika kujenga uchumi wa nchi yetu.